Aliposimama, aliomba kueleza kidogo kuhusiana na taarifa za uwepo wa ugonjwa wa Ebola. Na hivyo alieleza Ebola ni ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi, huathiri mwili mzima na unaweza kusababishwa kutokwa na damu na kifo. Alieleza pia dalili za Ebola: homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa na mwili, uchovu mkubwa, kutapika na kuharisha, kutokwa na damu puani, mdomoni au sehemu nyingine. Lakini mtu anaweza akapata maumivu ya tumbo na dalili huanza kama malaria, lakini huendelea kuwa mbaya zaidi. Hakuishia hapo. Alieleza namna gani Ebola inaweza kuenea. Ebola huenea kwa kugusana na damu ya mgonjwa, mate, jasho, mkojo au matapishi, au maiti ya mtu aliyekufa kwa Ebola, au vifaa vilivyotumiwa na mgonjwa. Haienei kwa hewa kama mafua. Kuelekea mwisho, alieleza njia za kujikinga ni kuepuka kugusa mgonjwa moja kwa moja, kutumia glavu au vifaa vya kujikinga, kunawa mikono mara kwa mara kwa sabuni, kuepuka kushika maiti bila wataalamu wa afya, ripoti mgonjwa haraka kwa wahudumu wa afya, usikae kimya, kuepuka mikusanyiko isiyo na lazima wakati wa mlipuko. Na je, nini kifanyike ukiona dalili? Mpeleke mgonjwa hospitali haraka. Toa taarifa kwa mhudumu wa afya. Usimguse bila kinga. Usimfiche mgonjwa pia. Kitu cha muhimu ni kufuatilia maelekezo ya afya. Wataalamu wa afya wanajua jinsi ya kudhibiti ugonjwa. Ushirikiano unaokoa maisha. Kuficha wagonjwa kunaongeza maambukizi. Na ukweli muhimu, Ebola si laana wala uchawi. Ni ugonjwa unaozuilika. Tiba ya mapema huongeza nafasi ya kupona. Na alihitimisha kwa kusema kuwa, ndugu zangu, Ebola ni hatari, lakini tunaweza kuzuia kwa usafi, tahadhari na kufuata maelekezo ya wataalamu. Na kauli mbiu yetu, epuka kugusa, okoa maisha. Toa taarifa mapema, zuia maambukizi. Baada ya kumaliza kutoa elimu hiyo juu ya ugonjwa wa Ebola, basi aliagana na viongozi kutoka jukwaa kuu na pia akawaaga wananchi wa masaa kadhaa mbele. Masomo yalikuwa yameisha. Wanakijiji waliipokea elimu vizuri na walibaki wenye furaha. Mganga mkuu aliondoka. Miezi 6 sasa imepita tangu kifo cha Imani kitokee. Wazazi wa Imani wanapokea ugeni nyumbani kwao. Ni rafiki zake Imani wamefika kwa mara nyingine kuwafariji familia ya Imani na kuwapatia zawadi za nguo pamoja na umeme wa sola. Katika urafiki wao, Imani alikuwa kiongozi.
na aliwapa mawazo mazuri ya kusaidia jamii zao. Hivyo haikuwa rahisi kusahau fadhila zake. Familia, marafiki, mke na mtoto wa Imani wote walielekea katika nyumba ya ibada kwa ajili ya ibada fupi, kumwombea Imani apumzike kwa amani. Baada ya mwaka mmoja kupita, walifika wafadhili toka shirika moja la kijamii kwa ajili ya kuchimba visima viwili vikubwa vya maji ili kusaidia upatikanaji wa maji kwa urahisi na kufanya shughuli za kilimo cha umwagiliaji. Kijiji kilipendeza kwa kijani. Uchumi ulikuwa, mifugo ilinenepa ikawa na nyama nzuri. Magari yalipishana kuingia na kutoka kuchukua mazao mbalimbali. Siku ikafika, kama ilivyoada, ngoma za jadi ziliwadia. Ngoma zikapigwa, watu wakala na kucheza. Sanaa za maigizo na sarakasi zikapigwa. Hakika Imani alikuwa mtoto wa nadhiri ya kuikomboa kijiji. Hapa tunajifunza somo moja katika simulizi yetu ya kafara ngumu. Mali ya damu huisha, lakini nadhiri ya Mungu huendelea. Aliyekataa shortcut huacha urithi wa haki.